mgongoni, majuto ya baadaye. Mtunzi na msimulizi naitwa Danieli Numbati. Nyumbati nyumbani ni ntanke mwisho wa dunia. Tega sikio lako usije ukakosa hata sifuri kama. Lisa na Juma walikuwa katika uhusiano wa miaka miwili. Walikuwa wakipendana sana, lakini Lisa alikuwa na tabia kupakaza. Mara kwa mara alipokuwa na wivu wa hasira, alisema mambo yasiyo na ukweli ili kumuumiza Juma. Siku moja Lisa alimwambia rafiki zake wawili wa kike kwamba Juma na mwendani mwingine, linamwita baby usiku na anampeleka mahali fulani. Mimi nimechoka, lakini nimeamua kuvumilia tu. Maneno haya yakaenea haraka, watu walianza kumtazama Juma kwa macho ya shaka. Hata rafiki yake wa karibu alimuuliza, bro, kweli una mwingine? Juma aliposikia tetesi hizo, moyo wake uliumia sana. Alimwita Lisa na kumuuliza, kwani unaneza uongo kuhusu mimi? Hata sijui mwanamke yeyote unayemtaja. Lisa alijibu kwa kiburi, ukiwa na hatia ndio utajitetea hivyo. Mimi nimeona dalili zote. Juma alikasirika sana, alifikiria kama watu wote wanaamini nina mwendani mwingine, na Lisa mwenyewe anasema hivyo, basi afadhali nifanye iwe kweli, nitafute mtu ili siwezi kuwa na hatia ya kitu ambacho siwezi kujitetea nacho. Baada ya wiki mbili, Juma alianza kuzungumza na mwanamke mmoja aliyekuwa rafiki yake wa zamani. Seva walianza kutumia na ujumbe, kwenda kahawa pamoja, na hatimaye wakawa karibu sana. Sasa ilikuwa kweli, Juma alikuwa na mwendani mwingi. Lisa aliposikia habari kwamba Juma ni mwanamke mwingine, alipiga kelele, alimkimbilia Juma na kulia, kwa nini umenifanya hivyo? Mimi nilikuwa napakaza tu, sikutarajia utafanya kweli. Juma alimtazama kwa utulivu na kusema, ulisema na mwendani mwingine, uliwafanya watu wote waamini. Nilijaribu kukukanusha, lakini hukunisikiliza. Niliponona miza uongo na kuharibu sifa yangu, ilikuwa niwe kufanya uongo wako uwe ukweli. Sasa umepata kile ulichotaka. Lisa alianguka chini na kulia sana, alimwomba msamaha mara kwa mara. Samahani penzi, nilikuwa na wivu tu, sikufikiria litafika hapa. Tafadhali nirudi, sitafanya tena. Lakini Juma alikuwa ameamua. Alimwambia, maneno yako yalikuwa kama sumu, ulipakaza kitu ambacho hakijuwepo, na sasa kipo. Majuto yanakuja baada yote. Sasa imejenga uhusiano mpya na Sara, na yeye hanipa kazi, ananiamini na ananielewa. Lisa alibaki na majuto, makubali ya usiku kucha, akijuta maneno yake ya uongo na jinsi alivyoweka uhusiano wao kwa sababu ya wivu na kupakaza bila kufikiria. Funzo la maisha: agiza wewe masomo zako ili kumuumiza au kumshutumu. Fikiria mara mbili. Maneno yanyotoka kinywani mwako yanaweza kuwa kama mbegu, ukizipanda zitaota na kutumia matunda ambayo uliota wakati mwingine.
Unapopakaza kitu kisichopo, mwenzako anaweza kuchopa na kukifanya kiwe kweli, asiumie tena. Usiweke sumu katika uhusiano wako kwa maneno ya uongo. Ukweli unaweza kuwa chungu, lakini uongo unaweza kuharibu kabisa kile ulichokijenga.